Halo, habari, karibuni tena Pedo Ndelozi Stories. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, niko hapa tena. Mada ya leo nazungumzia madhara ya HIV, madhara ya VVU mwilini. Namba moja ni magonjwa nyemelezi, kwa sababu VVU vinakuwa viko mwilini na kama havijatibiwa, basi uwezekano wa kupata magonjwa nyemelezi ni mkubwa sana. Magonjwa nyemelezi kama pneumonia inakupata, homa za mara kwa mara, kuharisha kusikoisha na kifua kikuu. Haya ni magonjwa nyemelezi, na haya magonjwa yalikuwa yakinyemelea watu sana miaka ya 80, miaka ya 90, kwa sababu kulikuwa hakuna dawa za kutuliza maambukizi ya VVU mwilini. Namba mbili, kupungua uzito sana na kuchoka kupita kiasi, kwa sababu tayari mwili unakuwa hauna kinga ya kutosha kujikinga na maradhi. Kwa hiyo mtu anapungua uzito. Umeshaona kule kwamba kuna kuharisha kusikoisha, alafu kuna homa za mara kwa mara, na mtu unapopata homa unakuta kwamba unakosa hata ile hamu ya kula, na unapokula kile chakula pia kinakwenda kinapitiliza tumboni, kwa sababu unakuwa kuharisha hakuishi, yani mara kwa mara. Unapata pneumonia, alafu unakuta uwezekano wa kupata pia kifua kikuu ni mkubwa, kwa sababu kinga ya mwili inakuwa haina dawa. Ndio maana mimi nasisitiza watu wapime ili wajue afya zao, kama wameathirika waweze kuanza dawa moja kwa moja. Alafu saratani fulani kama Kaposi sarcoma. Kuna saratani fulani hivi inaitwa Kaposi sarcoma. Alafu kuna matatizo ya ubongo, kusahau na kuchanganyikiwa. Enzi za zamani watu walikuwa wanachanganyikiwa. Kwa hiyo hata sasa hivi kama mtu unaacha kutumia dawa au hutaki kupima ukajua status yako, lakini unajiona uko katika mazingira ya hatari, basi mimi ningekushauri uende upime, ujue afya yako ili uanze tiba mara moja. Alafu vipele au fangasi. Hivi vipele vinatoka mdomoni au vinatoka kooni au vinatoka kwenye ngozi, na kwenye ngozi ndo nakuta wakati mwingine vinaenda kusababisha ile Kaposi sarcoma. Ni aina fulani ya kansa. Au vinatoka mdomoni, kooni, na ndo maana unakuta mtu anaharisha, kwa sababu hizi ni aina ya fangasi ambazo zinakuanzia mdomoni, zinaanzia mdomoni, zinakwenda kooni, zinakwenda mpaka tumboni. Kwa hiyo ndo maana unakuta mtu anaharisha, anapata homa za mara kwa mara, hawezi kula chakula kikakaa tumboni, anapata pneumonia. Hizi fangasi hizi zinasababisha yote haya. Alafu VVU vikikaa mwilini bila dawa, kinga ya mwili CD4 zinapungua. Kwa sababu VVU vikikaa mwilini bila dawa, kinga ya mwili ambayo kitaalamu inaitwa CD4 zitapungua mwilini, kwa sababu VVU vinashambulia ile kinga ya mwili. Vinapoishambulia inaharibika. Alafu VVU hivi pia vikikaa mwilini bila kutibiwa vinazaliana, na vinapozaliana vinaongezeka. Kwa hiyo vinapoongezeka vinakwenda kushambulia kinga ya mwili. Kinga ya mwili inapungua. Seli za CD4 ndizo zinazopigana na magonjwa. Kwa hiyo unakuta kwamba kumbe hizi CD4 zinapopungua, ndo maana magonjwa nyemelezi yanapokunyemelea au yanapomnyemelea mtu, basi anakuwa katika hatari zaidi. Bila CD4 za kutosha, mwili unashindwa kujikinga. Kwa hiyo uelewe kwamba CD4 ndiyo kinga ya mwili. Bila kuwa na CD4 za kutosha mwilini, mwili utashindwa kujikinga na utashindwa kupigana na maradhi. Kwa hiyo moja kwa moja haya magonjwa nyemelezi ambayo nimeyataja mwanzoni pale, pneumonia, homa za mara kwa mara, kuharisha kusikoisha, kifua kikuu,
Kaposi sarcoma, fangasi mdomoni, kooni na kwenye ngozi, kusahau, kuchanganyikiwa, vyote hivi vinakunyemelea kwa sababu mwili unakuwa hauna kinga ya kutosha mwilini. VVU vimejitawala mwilini, kwa hiyo mwili unageuka kuwa kama jalala la magonjwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kushare video hii ili mtu mwingine pia iweze kumsaidia. Msisahau kulike, kucomment na kuniuliza maswali yoyote mnayotaka kuniuliza. Asanteni sana.